Habari ndugu mtazamaji, karibu tena Jux Tips. Siku nyingine tena tutaenda kujadili tena mambo kadhaa. Vipindi hivi nimeviandaa mahususi kwa ajili ya mtu ambaye ana shauku ya kujifunza mambo au jambo fulani kwenye tehama, lakini anakuwa haelewi awe mwenyewe vinamchanganya kwamba niende chuo au niende wapi au niende wapi. Akienda chuo anakuta anafundisha computer application wakati sio kitu anachokitaka. Kwa video hii, vipindi hivi itakuwa ni mahususi kwa ajili ya mtu kama huyo. Jana tulijifunza kuhusiana na hivi vitu, lakini leo tunaangazia vitu kingine. Tunajifunza kuhusiana na malengo. Mtu ukiwa unajifunza kitu, mwisho wa siku unakuwa na malengo fulani. Malengo ndio yanakuwa kama shabaha yako. Kama nijifunze hiki kitu kwa ajili ya jambo hili, malengo. Lakini kabla tujaangalia malengo, tuangalie kidogo kuhusiana na manufaa. Kwa sababu huwezi ukajifunza kitu hata ukijenga malengo, mwisho wa siku unakuwa unawaza mimi nitanufaika vipi. Manufaa. Kuna manufaa mengi ya kujifunza tehama. Na tehama ni kama vitu vingine tu. Ni kama mtu vile anavyojifunza kuendesha gari. Mtu anajifunza kutibia wenzake. Mtu anajifunza tuseme taaluma yoyote, au mtu anajifunza biashara. Na tehama ndio hivyo hivyo, jinsi unavyojifunza basi ujue kuna namna utanufaika. Sasa nikatoa ushuhuda wa mambo kadhaa jinsi tunaweza kunufaika kidogo kuhusiana na tehama. Nichukulie mfano mtu anayefanya programming. Programming ni kipengele kwenye taaluma za kompyuta. Programming ni kupanga program, kutengeneza program kwa kutumia lugha za kompyuta. Mtu anayetengeneza program za kompyuta kwa kutumia lugha za kompyuta ana uwezo wa kutengeneza application ambayo inaweza kusaidia katika tatizo fulani. Kwa mfano, ukiingia kwenye mtandao ukauliza kwamba mtu aliyetengeneza Facebook alikuwa anawaza kutatua changamoto gani kwa watu ulimwenguni, basi utapata majibu huko. Na majibu utakayoyapata utagundua ndio kazi kubwa ambayo mtandao wa Facebook unaoifanya. Ukienda Google kwamba Google kwa nini ikawa Google, watakueleza kwa kina kwamba Google alikuwa amelenga matatizo yapi, na ukiyazingatia matatizo utaona ndio hayo ambayo yanafanya Google endelee kuwepo mpaka sasa hivi. Mtu wa Facebook kwa mfano ametengeneza Facebook. Kama watu ambao mnakumbuka, zamani Facebook ilikuwa ni free. Ilikuwa ni free of charge. Ukiwasha data tu, hata kama huna bando la internet, basi unakuwa unatumia Facebook. Lakini siku zilivyozidi kwenda, Facebook ikawa inahitaji hadi uwe na bando la internet ndio uweze kuifikia. Maana yake ni huyo mtu kwa mara ya kwanza alikuwa anataka watu waujue mtandao wake, na kisha ujue wakiwa wengi wakautegemea, basi ndio aweke restrictions zingine hizo, aweke vizuizi vingine hivyo. Na kama unavyoona sasa hivi, hadi kutumia mtandao wa Facebook lazima uweke bando la internet. Na sio hivyo tu, huyo mtu wa Facebook ukiangalia takwimu zake huko kwenye mtandao za sasa hivi, unaweza kaingia ka Google kwamba Facebook active users, kwa Kiswahili kwamba watumiaji hai wa Facebook hadi sasa hivi. Nikisema watumiaji hai, maana yake kwamba kila dakika ukiingia kwenye hizo dashboard za Facebook unakuta kuna watumiaji wanasema si bilioni 3 wako hewani muda wote ukiingia. Hao ni active users, sio wale wanaoingia na kutoka na nini. Yani hapo hajakutajia watu waliojisajili kwenye mtandao wa Facebook. Bilioni 3, unaweza ukazania watu bilioni 3 ni watu kiasi gani.
Na yeye ananufaikaje? Mtu kama huyo mtengenezaji program, yeye ananufaika kwa kuchukua hela za makampuni ambayo yanataka kutangaza biashara zao kwa watu wengi. Tayari yeye ana utajiri wa watu. Kwa hiyo makampuni yanamfuata, yanasema bwana tutangazie biashara, na wanamlipa. Wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi, umewahi kusikia watu wanasema nimelipia matangazo kwenye mtandao wa Facebook ili niweze kutangaza biashara yangu. Basi yeye ndo anakuwa anafaidika hivyo. Hiyo ni namna moja tu ya kunufaika na hayo watu wake. Zipo namna nyingi, lakini hiyo ndio namna fupi. Kwa maana hiyo, mtu ukiwa mtengenezaji wa program za kompyuta, unaweza ukagundua tatizo fulani kama yeye wa Facebook alivyogundua kwamba mimi nisuluhishe tatizo hilo. Basi wewe mwenyewe hivyo hivyo ukiwa mtengenezaji wa program za kompyuta, unaweza ukafanya uchambuzi wa tatizo fulani. Unaweza ukafanya research ya tatizo fulani kwamba mimi nitatue tatizo hili kwenye jamii kwa kutumia software ambayo nitatengeneza. Na basi kwa kutengeneza software hiyo, tukapata suluhu ya tatizo hilo. Katika kutumia software yako, watu wanakuwa ni wengi na wewe unakuja kunufaika kwa mfumo huo wa Facebook. Au unaweza ukaweka service fulani ya kulipia, kama ambavyo unafahamu kwenye program zingine unakuta wamesema lipia. Basi mtu anaweza kunufaika hivyo. Lakini kuna namna nyingine ndogo sana ambapo makampuni hayakufuati, wewe ndio unafuata makampuni, unayaomba yaonyeshe matangazo kwenye program yako na uweze kupata kiasi kidogo cha fedha. Hiyo ni namna fupi kwa uzoefu wangu wa TEHAMA kwenye kipengele cha programming. Lakini tuje tuangalie sasa malengo. Nilikuwa nakuambia manufaa. Tunaweza kusema nijifunze TEHAMA na kompyuta, mimi nitanufaika nini? Nimeeleza kwa kifupi. Mtu unaweza kaingia kwa sababu kuna artificial intelligence. Unaweza kaingia hata ukagoogle au ukauliza artificial intelligence kwamba nitanufaika vipi kwa kujifunza TEHAMA na kompyuta. Unaweza kupata majibu mengine zaidi. Tuangalie sasa malengo. Angalie malengo ambayo labda yanaweza kukusukuma wewe kujifunza kipengele fulani kwenye TEHAMA. Kama tulivyojadili jana, kwamba baada ya kwamba umeshafahamu kwamba naenda kujifunza TEHAMA, ama ni VETA, ama ni chuoni, ama najifunza mwenyewe, lazima uchague. Kabla hujaenda kuanza kujifunza, nisema lazima ujue kwanza TEHAMA na kompyuta ni kitu gani. Ukisha kuwa umefahamu TEHAMA na kompyuta ni kitu gani, kitu kinachofuata unakuja kuangalia mimi nitajifunza nini kwenye TEHAMA na kompyuta. Basi mojawapo ya vitu ambavyo unaweza kujifunza, hizi hapa ni baadhi. Nitaenda kuelezea hapa haraka haraka kimoja kimoja. Kwa mfano, web development. Web development ni utengenezaji wa tovuti, utengenezaji wa websites. Hawa ni watu ambao wanajifunza programming kwa ajili ya kutengeneza websites. Nikisema websites ni pale ambapo mtu anakuambia tunapatikana kwenye labda halotel.co.tz, tunapatikana labda kwenye vodacom.co.tz, labda tembelea nate.go.tz. Hizo ndio websites. Lakini kuna kitu inaitwa kuna mobile applications. Kwa unaweza ukaweka malengo kwamba mimi nataka niwe mtengenezaji wa program za kompyuta. Kabla sijaanza hapo kwenye program za kompyuta, program za simu, hapa kwenye web development, nikisema web development ni kutengeneza website au kwa Kiswahili tovuti, nikasema maanisha labda kwa mfano kama google.com, hiyo ni website. Hizi website unaweza ukazifungulia kwenye simu na unaweza ukazifungulia kwenye kompyuta vile vile. Lakini kuja kwenye mobile application, mobile app development, hapa ni kutengeneza program za simu ambazo unafungulia kwenye simu tu, na simu zenyewe ni simu janja. Lakini kuna kitu kingine cha tatu, ni digital electronics. Hapa unakuja unadili na, ukisikia watu wanasema robotics, hapo unadili na programming vile vile na vifaa vya umeme. Kwa maana hata unaweza ukaunda printer yako, unaweza ukaunda robot yako rahisi, unaweza ukaunda midoli ya umeme ya watoto, unaweza ukaunda taa za barabarani. Hapa kwenye digital electronics
Unaweza kaunda zile taa za mapambo ambazo unakuwa unaziona labda kwenye club na kwenye sherehe. Ukifika usiku zinawakawaka kwa kupokezana zile taa. Zote hizo ni matunda ya digital electronics. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa na product yako kama umejiwekeza vizuri. Lakini kuna kitu kingine, graphics designs. Graphics graphics design hapa ni kutengeneza mijongeo mbalimbali na kutengeneza, labda naweza nikakueleza hapa kwa mfano. Kwa mfano mtu anayetengeneza, nafikiri labda umekusikia kuhusiana na logo. Mtu anayetengeneza logo ni mtu anayefanya graphics design. Mtu anayedesign mabango na sticker, huyo anafanya graphics design. Mtu anadesign poster, vipeperushi, anafanya graphics design. Lakini vile kuna wanafanya video editing, Photoshop, wote wanafanya graphics design. Kwa unaweza ukachagua mwenyewe kwamba basi ndio naweza nikaielewa. Lakini kuna internet entrepreneurship. Kwenye tehama na kompyuta vile vile unaweza ukabobea kipengele cha internet entrepreneurship. Naweza sema internet entrepreneurship, labda ukabobea ukajifunza taaluma ya kwa jinsi gani naweza nikapata watu mtandaoni kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kwa kutumia mtandao. Ukawakusanya wale watu, mwisho wa siku ukamuuzia mtu. Yaani kwa mfano unakwambia nauza akaunti yangu ya Facebook ina watu kadhaa. Ni akaunti ni ya michezo, akaunti ni ya mitindo, akaunti ni masuala ya mapishi. Hivyo. Kwa hiyo inaitwa internet entrepreneurship. Hapo utajifunza mambo mbalimbali. Kuna affiliate marketing, kuna mambo mbalimbali, kuna mambo kibao. Udalali wa mtandaoni, humo utajifunza mambo kama haya. Lakini vile vile kuna desktop apps development, desktop app development. Kutengeneza program za kompyuta zile unaziona kwa mfano kama ukiwa na Microsoft Word, ile pale ni desktop app, desktop application ile. Unaweza ukajifunza sema sasa malengo yangu nataka nitengeneze program za kompyuta kama hizo. Labda kuna embedded system. Embedded system hizi ni system ambazo unakuta zimetengenezwa alafu zinapakiwa kwenye kifaa cha umeme. Embedded system hapa unaweza ukaingia Google hapo vizuri ukapata. Muda umetupa mkono, nafikiri kwa wakati mwingine tutakuja kuendelea na hichi kipengele cha embedded system na masuala mengine. Kwa leo ndo haya hapa, nafikiri tukutane katika wakati mwingine. Nikutakia siku njema.